Huu unamaanisha kwa wale ambao wafahamu, Kizinga JR, kapteni wa mashabiki wote East Africa Mashariki na Kati. Tupo hapa kwa ajili ya kuzisimamia sheria na kanuni za mpira. Tunasema sasa tuna Engineer Harris ni rais wa virabu vyote barani Afrika. Tumebahatika wa Tanzania kupata mtu pekee ambaye anatuwakilisha. Zao pekee la kutoka Tanzania linatuwakilisha na linawaongoza wanaafrika na kuwaunganisha pamoja. Kama ameweza kuwaunganisha wanaafrika kwa pamoja na akapata tuzo, kwa nini nchi yake sheria zivunjwe na kanuni alafu awe anaangalia? Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kusimamia kanuni na sheria. Kwa hiyo wale ambao mnatuona kwamba sisi tunafanya mzaha masahara, tuwaambie kwamba tuko serious, na hii ni kauli mbiu ya wanayanga wote duniani. Sisi tuko tayari, na umemsikia msemaji ndani anasema mambo yakiwa mengi kuna ligi hapa Zanzibar hapa. Kwa hiyo tuwaambie wanayanga msio na hofu. Saa hizi tupo Zanzibar kwenye jambo letu la Maregent. Ronaldinho Gaucho anakuja hapa kukiwasha hapa. Yaani wewe toka kokote unakojua wewe, toka Kigoma, Mwanza, Tabora, Mpanda, Katavi, njoo siku hiyo ukamshuhudia Ronaldinho uliokuwa unamuona huko, atakuwa hapa. Sasa sisi tuko tayari kuhama Dar es Salaam, tuje kwenye ligi ya Zanzibar tukaungane na wakina Ronaldinho, tukae huko, na tuko tayari atakuja sasa hivi kudumisha hii kampeni. Idumishe kampeni mpaka hata kama wakitufukuza kutufukuzeni, lakini hatuko tayari kucheza, tucheze ngo. Na mkiendelea tena kutuuliza kutugasigasi kuhusu kucheza hapa tutaongeza herufi, itakuwa ng'ombe huku. Hapana, kwa sababu dhuluma imeshaanza toka mwanzo. Yaani ukishaonekana wewe ni mtu wa dhuluma, wewe fanya dhuluma zako tu. Sisi hatuna shaka sababu umeamua wewe. Na Watanzania wanatakiwa wajue haki yetu sisi ilikuwa kasi, sio hapa. Lakini ile haki ambayo tungeipata kasi, njia za kwenda kule zilivunjwa hapa. Yaani hapa ile go ahead ya sisi kwenda kasi, watu walichukua wakaitia mfukoni. Yaani wewe unavuka barabara hii uende kule, alafu kuna mtu anakuangalia na kwenda anavunja ile daraja, na umefika muda wa kwenda kasi. Utakwenda? Anawaambia mashabiki wa Simba ni wakati wao sasa, kwa sababu sisi tulikwenda tuseme sijui ni kulia kupokezana, sijui ni kutesa kwa zamu. Sisi tulikwenda tukateseka. Ni wakati wenu na nyinyi muende pale Benjamin Mkapa mkateseke. Lakini wakati nyinyi mnajiandaa kwenda Benjamin Mkapa, sisi wakati huo tuko kwa mambo yetu. Nafikiri tutakuwa tuko Zanzibar huko. Wasijisumbue, msije. Kaeni huko kama nyumbani. Msije mtakula hasara. Mtakula hasara kama tuliokula hasara sisi watu wa Dar es Salaam Africans. Tumekula hasara, kuna watu ambao mpaka tumepoteza mwanachama wetu amefariki. Mwenyezi Mungu amemchukua kwa sababu alikuja kwa lengo la kuangalia mpira. Lakini mara baada ya mechi kuahirishwa, labda huenda Mwenyezi Mungu angemchukua akiwa ndani kule kwenye uwanja. Lakini kaenda kuegemea nguzo kachukuliwa. Kwa hiyo watu wamerudi na majonzi nyumbani. Fikiria umekuja umekosa mechi, alafu una majonzi ya kurudi, yani umekosa na unarudi na mtu ambaye hamko naye tena. Inasikitisha sana. Kwa hiyo tuambie viongozi wetu wanaosimamia mpira, ni wakati wenu wa kusimamia haki na sheria. Ni wakati wenu wa kuona huruma, kuwaonea huruma wale watu ambao wanatoka mikoa mbalimbali wanakuja hapa. Na vile walivyokuwa mimi naona huruma na hao watu hawana, hatukusikia jambo hata moja la kuomba hata radhi. Mtatusamee jamani, mtatuia radhi, mchezo tumeshindwa hivi na hivi na hivi. Hakuna hata ile radhi ile kuomba kwamba mtatusamee. Ndio kwanza wakitaka wafe. Amekufa hata kutoa hata shilingi 100 ya mchango wa kumsafirisha marehemu hakuna. Viongozi wetu tu ndio wamepambana. Ibrahim Samuel maskini ya Mungu, kijana wa watu, kapambana kuhakikisha kwamba mwili ule unakwenda. Kwa hiyo umetuingiza hasara. Hatujaangalia mechi na umetuingiza hasara. Tunachowauliza, mko tayari sasa hivi kuutaka mchezo? Je, mna uhakika kama hiyo tarehe 15 mabounce watakuwa hawapo?